Bwana, mambo vipi? Wapenzi wa Kipili Extra, kama ilivyo kawaida leo Kipili Extra na kipindi kinaitwa Kipili Sport, na bila kupoteza muda leo tunavyojua siku ya Jumamosi upo mchezo wa Yanga wa kimataifa, akiangalia namna ambavyo anaweza kurudisha karata yake kuona kama anaweza kufuzu makundi. Sasa nimeona isiwe shida, isiwe tatizo, watazamaji wa Kipili Extra niwaletee burudani, nimtafute mchambuzi. Je, unajua ni nani? Basi kaa tayari umuone mchambuzi huyo. Bwana, kama nilivyowaahidi watazamaji wa Kipili Extra, mchambuzi wetu wa siku ya leo, bila kwenda mbali, bila kupepesa macho, naomba jitambulisha kwa majina yake ili tuweze kumfahamu zaidi. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Vipi? Hivi unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa George Damson. Yeah. Tumeona hii siku ya leo, kwanza unaionaje na unaonaje mazingira ya hapa? Siku ya leo iko vizuri sana na mazingira yako mazuri. Na nimshukuru Mungu, timu ya kwanza ishaingia makundi. Timu ya kwanza ambayo ni Azam FC ishaingia makundi. Sawa. Tupende kujua historia fupi kidogo ya wewe ni nani? Yaani wewe kwenye mambo ya mpira, je, ushahusika kwenye mpira? Mimi binafsi nishahusika kwa masuala ya mpira. Na nishakuwa mchezaji wa timu baadhi hapa Kagera. Nishachezea timu moja inaitwa Umoja FC ligi ya mkoa. Chezea timu moja inaitwa Kibuye FC ligi ya wilaya ambayo kocha wake kote Mwalimu Kagire, kocha mmoja. Nikatoka hapa nikaenda kucheza timu moja inaitwa Polisi Kagera ambayo kocha Mwalimu Kagire. Kabla ya yote mimi nafika hapa nilikutana na timu Kibuye inaitwa Banana FC ambayo Banana FC ilikuwa inamilikiwa na watu wa sokoni pale soko kuu ambapo kocha wangu nakumbuka alikuwa anaitwa Ibra. Baadaye ndo nikatoka nikaungana na hizo timu tatu nilizozitaja mapema. Baadaye nilipomaliza hapo nikaenda kuungana na timu moja ile kama Chumu Stars ambayo iko maeneo kama Chumu mpaka sasa bado niko kama Chumu Stars. Yeah. Kama mnavyosikia, tusipepese macho, hapa tulipo ni maeneo kama Chumu Stars. Ukisikia uwanja wa Kalemera basi uwanja ndio wenyewe ndio huu. Na katika vizazi vya kuanzia mwaka 2014 wale wapenzi wa mpira waweze kumsahau huyu striker mmoja anaitwa George, namba 9 ya kwenda kabisa. Yaani Simona anaongea kwa kupoa, lakini ni mmoja striker ambaye alikuwa anatupia nyavu vya hatari. Kwa hiyo ili tusende mbali, nataka kurudi katika game yenyewe ambayo imenifanya nimtafute, ni game ya Jumamosi ya kesho ya wananchi. Kwa haraka unaona ni jambo gani ambalo Yanga inabidi lifanye ili iweze kupiga hatua ya kwenda mbele? Labda unajua tuna vitu viwili tuseme. Yanga kulinganisha uwezo wa Yanga na wale jamaa ni vitu viwili tofauti. Kama tukisema katika majanti ya barani Afrika, Yanga naye yumo katika majanti barani Afrika. Unaona hicho kitu kupoteza mchezo ugenini ni kitu cha kawaida, unaweza kurudi kujipanga. Lakini ukija kuangalia Yanga afanyaje, mimi nampa 75% Yanga kushinda. Kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa heshima, siwezi kumnyima heshima yule Nsingizini, lakini kwa sababu yeye hana kitu tayari ameshakipata. Unajua hata maneno ya Bible inasemaje, aliyekuwa nacho ongezewa, hata yule asiyekuwa nacho hata kile kidogo ambacho anachoweza fanyaje uweza kupokona. Lakini kija kuangalia kitactics, kifitness, bado Yanga yuko bora kuliko yule jamaa. Wapi Yanga yuko bora sehemu gani ambayo inakupelekea hadi unampa 75% ya kushinda japokuwa ameshapoteza tayari? Kumbuka yule mwenzake ana kitu anajivunia nacho, Yanga ana kitu. Ukitoa mbali ya kubebwa na uwanja wa nyumbani, kitu kingine kipi ambacho unakiona kinaweza kapelekea Yanga akaibuka kuwa mshindi na pia kuibuka kuendelea kwenye hatua ya makundi? Kitu gani ambacho kinakufanya uweze kusema kabisa ujinasibu kwamba unampa 75% wakati yeye katoka kupoteza kule ugenini? Unajua katika mpira kuna kitu kinaitwa chemistry. Yanga katika hizo mechi mbili tatu hakuwa katika chemistry. Yaani ule muunganiko wa timu Yanga kuwa nao. Sasa sikujua sasa kocha alikuwa anatumia mfumo gani yeye au kocha anatumia issue gani yeye aunganishe timu. Lakini Yanga ukija kumwangalia ulikuwa unatumika ni uchezaji wa uzoefu wa mchezaji mmoja mmoja kufanya maamuzi. Lakini tukija kuangalia kitu kimoja ambapo katika mpira tuna kitu kimoja tunakiita 5Ds. Ile miongozo ya uongo ya timu icheze vipi au timu iishi vipi. Katika miongozi mwa timu kuna zile D5 ambazo kuna disciple, kuna discipline, kuna determination, sawa? Kuna department na kuna development. Unaona kitu? Kuna vitu ambavyo watu wanatakiwa, kuna vitu vichache ambavyo wanatakiwa wafuate, uongozi ufanye mambo
kwa ajili ya wachezaji, na kuna kitu wachezaji wanatakiwa wafanyaje, wafanye kitu. Lakini unapoingia uwanjani kuna kitu kimoja kinaitwa heshima. Unapomheshimu mpinzani inakuwa ni kitu kimoja bora sana. Lakini ukija kuangalia uwezo wa mchezaji binafsi mmoja mmoja kulinganisha na timu pinzani kwa ile game uliyoona, game sio sana kumuona sana, kwa sababu ni mtu ambaye kidogo sikutegemea kama Yanga atakuja kukutana naye yule jamaa. Lakini ukija kuangalia jinsi alivyo yule jamaa na jinsi alivyo Yanga na ugiant wa Yanga Afrika Mashariki na Kati, Yanga na Simba ni majiant. Hakuna timu nyingine giant katika mpira wa soka hapa barani Afrika Mashariki na Kati hapa. Sasa ukija kuniambia yule jamaa sawa, ni mchezo. Lakini nije kukumbusha ile ni 2000 na 20 ngapi, 25 2024 Yanga anaenda toa makundi. Nakumbuka alimfunga Belouizdad goli 4 wakati kule Yanga alikuwa kashakula chuma 3 bila, kama unakumbuka. Umeona? Lakini ile morali, kuna kitu kinaitwa morali. Mchezaji ukitambua anachokifanya ni kipi, unaweza kufanya kitu. Kwa mfano, vijana wengi wa Tanzania tunafeli kitu kimoja. Mchezaji anaishi katika amri 10 za mpira. Unapokuwa uwanjani unaongozwa katika amri 10 za mpira. Unapokuwa na timu inapokuwa na mpira inatakiwa ufanyaje, na timu inapokosa mpira mchezaji anatakiwa ufanyaje. Unapopigiwa pasi mchezaji unakuwa ufanyaje, na unapopiga pasi unakuwa ufanyaje. Wakati wewe unapopigiwa pasi na kupita pembeni unakuwa ufanyaje, au pasi unakuwa ufanyaje. Kuna vitu ambavyo mchezaji anatakiwa aishi katika misingi na taratibu ya mpira. Lakini unaposemea kwamba Yanga iliweza kufuzu kimfunga Belouizdad goli 4, huku ilikuwa imeshapoteza goli 3 ugenini. Cha kwanza kumbuka walikuwa kama Ziki, sasa hivi hayupo. Tunamzungumzia Aldi Aucho pia yupo. Je, uone kama hilo ni pengo pia ambalo zikapelekea Yanga wakashindwa kuendelea? Hapana. Kwa nini? Aucho sawa, Aucho alikuwa anakia Yanga. Ziziki alikuwa anakia Yanga. Aliotoka, tukisema tukupigia plan wachezaji waliotoka Yanga hawazidi wachezaji 10 au wachezaji 6. Wachezaji wachache first 11 alikuwa ni Aldi Aucho, alikuwa na Aziziki. Niambie mwingine nani aliotoka pale. Lakini wachezaji walioingia mimi naona ni bora zaidi kuliko hata wale sawa waliondoka wako bora na wale wengine wako bora. Lakini ni mfumo tu wa timu ambapo kocha, sikujua mimi kocha, hata ukimuuliza mtu wote, mshabiki wote Yanga, kocha anacheza mfumo gani hapo? Kocha anafundisha timu icheze katika hali gani hapo? Ndio maana nakasemaje katika 75% hata mimi ukinipa timu ya Yanga nipange mimi nacheza. Lakini na kitu kingine sawa, tunasema ndugu yangu mimi bwana nani huyu bwana mdogo wa Mbeya nani Azizi Mwandambile ana uwezo wa kuvaa kile kiatu cha Ucho, ni ngumu sana. Kuna kitu kimoja kinaitwa katika mpira kinaitwa uzoefu. Utofauti wa Ucho na utofauti wa ndugu yangu nani Mwandambile ni vitu hivyo tofauti. Ukiangalia uchezaji wa Ucho alikuwa anamwacha Mdathili na Kaba, alikuwa anamwacha Zingile na Kaba, alikuwa anamwacha watu wengine na Kaba. Zile loose balls zinazopotea unamkuta Ucho anazo kapiga pasi. Lakini ndugu yangu mimi yeye sijawahi kuona yeye, ni kidogo pasi zake ni za pembeni, lakini Aucho alikuwa na uwezo wa kudribble, kutembea, kupiga pasi, kuanzisha mashambulizi. Lakini bado kidogo Azizi kuanzisha mashambulizi ni bado kidogo. Sasa hiyo nafasi ili iweze kukamilika zile 75% ambazo umewapa, unafikiri nafasi ya Aziki pale nani atakayeweza Ucho nani ambaye ataweza kuicheza vizuri ili Yanga iweze kucheza na kuweza kuvuka hii kwenda hatua ya makundi? Pale tuna wachezaji ambao bado hawajatoka. Kuna Duke Buya, kuna Barakonte, kwa sababu Barakonte mchezaji mmoja mzuri sana, lakini tuna watu hawajui. Duke Buya ni midfield box to box, ana uwezo wa kufika sana. Ametusaidia game 2 zaidi ya Simba. Katika mechi ya Simba tunashinda kwa sababu yeye bado yupo midfield, anaweza kugongana, anaweza kukaba. Mdathir bado yupo. Yaani mimi nikiangalia kwenye kikosi cha Yanga ni kitu kidogo tu ambacho kinatakiwa kirekebishwe, lakini tuna uwezo wa kushinda hata goli 3 goli 4 Jumamosi. Kwa hiyo kesho ungekuwa unapewa turufu ya kwenda sama Yanga iendeje ili iweze kupata ushindi? Iende katika mfumo upi na icheze katika aina gani ya mfumo ambao utaupelekea kwamba Yanga inaweza kuibuka ushindi kwa siku ya kesho? Mimi hapa niko nacheza mfumo wa 4-2-3-1. Kwa sababu nilikuwa nacheza na mabeki wanne ambaye ni huko angecheza hata Israel Mwenda, hapa katikati angecheza Baka na Dickson Job, huku pembeni acheze Boka, acheze Shabalala, wote ni yeye kwa sababu wote ni maplayer wazuri. Hapa katikati acheze Muda, acheze na Duke Buya. Hapa juu yao tena awepo Clement Zize winga moja, awepo Pakome katikati, awepo Max Nzigele winga moja. Hapa katikati wamtupe kuna mchezaji mmoja Boyeli. Steka Boyeli anaweza kucheza pale katikati.
kama central striker. Tunapata ushindi mzuri tu. Sabu katika kuna anaweza kaingia Clement, anaweza kaingia Mamadou Doumbia, anaweza kaingia nani Clement, nani Dube, anaweza kaingia Mamadou Doumbia. Bado sabu kuna Celestine kuwa bado ana uwezo wa kucheza mpira vizuri tu. Kwa ni kitu kidogo ambacho wanabidi warekebishe tu kidogo na ushindi unapatikana. Ni kitu kidogo tu. Sasa alafu kingine pia unajua wametoka kumfukuza kocha wao mechi ya juzi. Na bado hapa hawajamtangaza kocha wao mkuu. Bado wamebaki na yule kocha ambaye alimtambulisha kama msaidizi. Uone kama bado wanapengwa hapa katikati ambalo linaweza kapelekea wakacheza kama walivyocheza ile mechi waliopoteza. Hapana, kwa sababu kocha si anaingia uwanjani, ila wanaingia uwanjani ni wachezaji. Unapopanga kikosi, nakumbuka kwa mfano, nakumbuka tuchukue hata majirani watani zetu wa jadi ya Simba watani zao wa jadi Simba alicheza na kocha akiwa Matola, lakini Simba alipata ushindi. Lakini kumbuka Matola sawa ni msaidizi, lakini ni mtu ambaye amekaa kwenye benchi la Simba, anaijua vizuri Simba. Kuijua Simba kwa sababu Simba imetoa zaidi ya wachezaji 10 na kitu. Wengine wote ni wageni wale. Umeona hicho kitu? Lakini kocha msaidizi sio kigezo cha wao. Mimi naweza nikakata hata mimi leo ukiniambia amka nenda kapange kikosi cha Yanga, mimi naenda kupanga. Hata kama si kocha. Kwa mtu wa mpira mpe Yanga apange kikosi anapanga. Kwa kulingana na wachezaji jinsi unaoona, ukikaa mazoezini jinsi unaova, utumaji wa wachezaji jinsi anavyojituma, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ukimwangalia, una uwezo wa kupanga kikosi cha Yanga. Kwa siku ya kesho naiona Yanga ikiwa inaenda hatua ya makundi. Yanga inaenda hatua ya makundi bila kipingamizi kabisa. Kwa sababu yule atakuja kutaka kulinda goli. Mwenyewe hicho kitu atataka kukilinda kile alichokuwa nacho. Yanga yeye atahitaji kutafuta goli. Sasa unapohitaji kulinda wewe, utaruhusu sana mashambulizi ya kusogelea wewe na utashambuliwa kwa kasi sana. Na unapozidi kushambuliwa kwa kasi, mabeki wanakuja wanachoka kwa muda. Sasa ile kuokoa kuna mawili, unaweza kuokoa vibaya ukacheza faulu kwenye boxi, unaweza kupiga mpira ukashika penalti, unaweza kufanya kujifunga katika mashambulizi. Yote yanawezekana katika mpira. Sawa. Sasa mimi nikupongeze sana na nikushukuru kwa muda wako. Lakini kumbuka ndugu mchambuzi, tunza maneno. Maana umesema kwamba dakika za mapema sana unamuona Yanga akiwa anaenda hatua ya makundi. Lakini ukumbuke kwamba Yanga wapo ule, unakumbuka ile mshambuliaji wale aliyewaua Yanga ule. Nakumbuka. Sasa sija akawa tia maji tena. Yanga kesho wakangukia poa tena kwa mara ya pili. Unajua Yanga afu kitu kingine hawajazoea haya mashindano. Hawana historia nayo kubwa sana. Ukija kuangalia ile game iliyopita, kuna wale video analyst wale wa timu wana uwezo wa kuichukua game iliyopita wakaiangalia jinsi ilivyo. Ni uzembe kidogo ulifikia katikati ya mabeki na midfield wakati. Ni kitu kidogo sana kumhusu yule jamaa mpaka kuja kupiga ule mpira. Lakini usingokuwa ni uzembe, na hiyo si hapa, na huo uzembe sio tu. Huo uzembe unatoka katika timu ya taifa. Tumefungwa hata ile goli moja na Morocco. Ni hivyo uzembe wa kitu fulani tu. Tumekuja kufungwa goli na Zambia juzi. Ni hivyo uzembe wa kitu kidogo tu. Yaani kuna kitu kama tuna delay fulani au tunajisahau, tunawaruhusu wapinzani kufanya kitu. Lakini umakini unahitajika sana katika kuokoa. Ndio maana tunaposema tunapocheza timu kama timu, lazima timu iwe na muunganiko. Ile chemistry ya timu. Timu ijulikane inacheza vipi. Ndio maana nikasema mchezaji ukiishi katika amri 10 za mpira, wao unajua ucheze vipi. Kwa sababu timu inapopata mpira inatakiwa ishambulie kwa wakati gani. Na timu inapopoteza mpira ni nani anayekuwa wa kwanza kukaba sehemu ya tukio. Unajua timu inapopoteza mpira mtu wa kwanza kukaba ni yule aliyokuwa karibu na mpira. Awe beki, awe striker, awe goalkeeper, awe nani. Anayekuwa karibu na mpira ndio mtu wa kwanza kukaba. Alafu masuala mengine ni baadaye. Ndio timu inapokuaga hivyo. Kwa kama Yanga ikienda kama hivyo unavyosema, ushindi unapatikana mapema sana. Asilimia ndani ya dakika 15 mimi na hakiki. Kwenda dakika 20 Yanga anaongoza anapata goli. Basi nikushukuru sana. Wewe mtazamaji una nini la kuongezea katika hili la mchambuzi aliyoongea? Yeye anasema kwamba ushindi Yanga anapata kwa mapema sana kama ikicheza katika mfumo wa kitimu. Hivyo nikushukuru sana, nikupongeze na asante kwa muda wako. Tukutane wakati mwingine. Shukrani sana. Watazamaji wa Kipili Extra, tukutane kwa wakati mwingine katika kipindi cha Kipili Sport. Asante.